Kuna bado ni nyingine tukienda South Africa. Kuna law imepitishwa. Hiyo law inasemaje? Saa hii mwanaume ukioa unaweza chukua surname ya bibi yako. Hai. Sasa kama mwadema anaitwa Jerry, unaweza chukua hiyo jina. Sasa kipitishwa Kenya au utaitwa? Hadi seti hivi. Hadi wale ile alivia ile takashida. Hadi seti. La kuola. Mbona ya. No, mimi sichukua jina ya ndege lakini akaka na kichele. Kako mado. Yeah. Mtuka Patelo sasa. Achukue jina ya D. Ajitange D. Patelo. Hiyo jina ya surname ya D sasa tujui nani. Surname ya D. D bedhani Mkamba, labda anaitwa Motiso. Itu Patelo. Lakini surname za madem zinakuwa za wazazi wao. Mbuda. Kwa hivyo kuchukua mimi nikiwa boy sina issue. Naweza iongezea hapo kako na do. Kako na do. Lakini siku ati ni jina ya mdemu. Unajua kuna mademu sana pia ni jina ya mkono. Hiyo siwezi chukua. Siwezi tu muende. Lakini si Adishiro. Lakini kwa sapere si iko tu sawa. Kwa sapere na iko kwa jina ya madaza. Sio hapo ndio konga fine. Anapata mtu anaitwa Maina Wangeshi. Ukaolewa na mtu kama Lupita Nyong'o. Wewe si kwa hiyo jina yake. Kichele mtu wangu. Jiado tu. Sasa niitwe Nyong'o. Jina yako ya mwisho iko Nyong'o. Hata ijua iko fine. Hata ijua. Bora ID inaonekana ni Elvis Karanja. Hizo Nyong'o ziko huko nyumba. Alafu kuna hii nyingine inakuaga huku Kenya kwanza sana. Kenya unaona ukiwa mtu wa Bombe. Haizi drop surname yake. Kwa nini? Akiwa maskini ana drop. Sema wewe Shalin Ruto. Hata toyo Ruto hapo. Si anafanya toyo Ruto adeka yako. Anatoa. Hata toa. Haiki yangu. Kenya itolewangu. Sasa wewe uko na nini kushinda Ruto? Unajua ile jina ikiwa pale bado. Kuna venye inasaidia. Hapana. Unajua kuna difference ya marriage na family. Unajua familia unashindanga na umeishi nayo umelelewa nayo. Hawezi eka mbele ya marriage vitu zingine. Na ukifuatilia watu wengi wameka marriage familia sana mbele ya marriage sana. Design hadi unajua mtu acha nikwambia hata Bible imesema yenyewe. Mtu unajenzia mtu binafsi wewe. Cha kuangalia vitu za asili. Sasa mimi nasema ni Shalin mimi nikimsunda unatoa jina Ruto. Lakini hiyo jina mimi sitakato. Hiyo jina inaweza fungua opportunities mtu wako. Sasa itafungua opportunities kwake, itakusaidia na kwa familia hata watu hii. Mtu yeye aitwa Ruto. Especially Ruto ajulikani, venye anajulikana hivyo. Sasa kiona hiyo jina sinaweza fungua manjia. Bidha kuna kuzi wangu alisomanga na grandson wa Jomo Kenyatta. Ndio mtu yeye alikuwa anaitwa Kenyatta. Anasema ilikuwa rada. Huyo mtu alikuwa anaheshimiwa kila mahali. Sasa unaona kitu kai. Nini? Akienda mahali, nini? Shule anakula hadi chakula special. Nini? Wewe sikia tu watu. Yale ni bigi. Watu wajue wewe bwana ya Shalini. Anyoi. Na ni mtoto wa Prezo. Si heshima lazima itakuwa mtu wako. Lakini watu winda wape surname yangu. Kama watu hii wape. Kama kuna kuongeza Ruto kuna mjukuu wa Museveni Mdema ameolewa. Wewe niko sure hizi toyo jina ya Museveni hapo. Nafanya harusi jana. Nikapenga mbaya. Wewe hizi toyo jina. Labda kama ndugu yake amesha date ndio anaweza toyo jina. Ndugu yake akidate mtu mwingine ingia hapo. Anaweza hangaisha. Tukio duko ndoa, kuna ulisikia historia ya msanii Mkamba? Anaitwa nani? Anaitwa Jeu. Sijui alikumbuka hata jina yake kuandikwa hapa. Alidu nini? Huyu mwenye alilala sijui na wanaume 20. Mwanake ndo alikuwa na nini? Alamu expose. Wala sikia alikuwa anadai aje? Ati nilala nao watu bahati mbaya. Aje. Ndio alikuwa anajitetea, anasema ni shetani ati anataka kuvunja ndoa yao, ati bwana yake amsamehe.
tu mbona Hadi wanapenda gospel artist. mimi nauliza mbona watu hupenda kuwekelea shetani? Kwani utaekelea nani? Wewe utakubali? Ukishikwa na mtu wako ukichiri utakubali? Ndio sikatai. Tutasema si mbona unaekeleanga shetani? Shetani huko amedu. Si shetani ndio tunajua shetani ndio mbaya. Kila kitu mbaya inafanyikanga ni shetani. Ubaya inaanza na wewe. Usigizage shetani first. Shetani si ndio amekuingilia. Akacorrupt mind. Sasa zingine si wewe unataka kufanya kitu mzuri lakini unamlaumu, unajipata umefanya kitu mbaya. Ulikuwa umesema hivi si sasa. Sukoro ni spirit. Sasa unafaa kufanya nini? Si unaweza chagua kufanya kitu mzuri. Hapo lazima uwe na self control. Huyo mama alikuwa anasikia poa. Ambie tu bwana yake wa gospel artist tu kweli. Huyo mama ndio gospel artist. Ambie tu bwana yake ukweli. Bwana yake hakuwa anafika mazoni. Lakini amechomea watu wa gospel jina mabade. Amechoma mbaya. Amechoma 20 men. Lakini ni na alikuwa ameolewa, amefanya dia harusi. 20 men kutoka olewe. Ama sasa sijui bwana yake alijuaje juu bwana kama ni kutoka olewe. Yeah. Ukiongezea wengine nyuma before olewe. Akosi 53. Bwana yake ndio expose. Kumaanisha alipata ma message. Akaamua huyu hapa siwezi vumilia. Message za hizo story. Unaweza vumilia, umekuwa tu kionanga na unajua 20. Lakini naona ni kama bwana yake alimchunguza na nini? Na tu tracks tenje ya mtu. Ama alikuwa na spy hapo. Kama unajua utao spy bibi yako usioe. Lakini yeye alifanya vizuri kumspy. Usioe. Sasa angeleta ugonjwa. 20 wewe. 1 2 mpaka 20. Na tu wewe ndio unajifanya unaimbia Mungu hapo nini? Mbele ya watu ni mpole. Ile wimbo looks are deceiving bro. Watu wanajificha kwa injili hapa nje. Hiyo tabia mzuri. Atakufa vibaya. Napigwa radi. Jificha mahali popote lakini si uko kwa injili. Mimi hata listuka. Mimi ningekuwa jamaa ningejua katu ningemtoka mapema. Hata singezi nini? Singemu expose. Ama yeye alitaka tu kumexpose juu ilimuuma. Bado alisaidia. Alikuwa na revenge. Unaweza pata mmoja alisaidia hadi hao wengine. Alionyesha watu shughuli watu wengine wanafanya huko nje. Na bado alisaidia hao na wengine 20 labda. Labda alikuwa anadanganya ni wewe. Sio. Kuna advantage alidu na disadvantage. Alafu na sasa unaweza pata bado atamrudia. Watu wengine wanakogelana. Kwani Egonga bibi yake si alimrudia? Lakini si Egonga kondoni. Unajua kwa mwanaume akifanya kitu kama hiyo anakuwa vida za bibi Egonga space ilitokea. Lakini yao silikuwa same. Nigonge. Sasa ilikuwa fair. Ilikuwa fair yao. Hiyo game ilisha draw.